Ya bwana, hii hapa ni mtaa Stizi kama unavyojua. Leo tumetembelea Karume, kuna maswali mawili matatu tunataka tuwaulize Wanyamwezi na wauzaji wa nguo ambao wanapatikana maeneo haya. Kama tunavyojua hii ni sehemu maarufu sana, nguo nyingi zinatokea huku, especially za mtumba. Kuna maswali tunataka tuwaulize watu ambao wanapatikana maeneo haya kuhusiana na fashion. Unajua? Ya hapa tunatembea, kuna watu ambao tunaenda kukutana nao kuwahoji. Wewe anakuaje man? Kama kawa Mnyamwezi. Kama kawa. Kama kawaida. Yes. Ya bana, mimi kuna maswali nataka nikuulize hapa. Hivi unadhani Karume isingekuwepo saa hizi ungekuwa wapi? Karume mwanangu, kama isingekuwepo sijajua ningekuwa mazingira gani. Ila nahisi kabisa labda kama mfano isingekuwa hapa, si ningekuwa wapi? Labda katika mazingira ya kazi, si ndio? Au hapa sio kwa baba ningekuwa hata labda shule au labda huenda ningekuwa labda ninafanya kazi zingine. Kusema kweli nipo hapa ni kwa sababu yani nahusika na masuala ya nguo. Hapo mimi napenda nguo, yani napenda fashion, napenda kupoa. Kwa hiyo yani lazima nikie karibu na vitu vyangu ambavyo nakuwa napenda. Kwa hiyo sijajua kama huko ningekuwa Karume haipo, labda kuna vitu vingine labda ningependa labda ingekuwa, lakini siwezi kujua labda ingekuwa vipi. Mtakali wangu na pia unadhani watu kuvaa mtumba au kutumia mtumba kama ndo mavazi yao au style zao, fashion zao, unadhani hii ni kuwa wamechagua tu au ni kuwa ni hali ya maisha, level ya maisha imewalazimu? Kusema ukweli, kuna wanaovaa kutokana na maisha, lakini kuna wanaovaa kutokana na fashion. Unajua, kusema ukweli hapa kwetu zile mali kweli zinapokuwa zimekuja hata mazingira ya shop, useme mali za shop zinakuwa hali sana, unajua. Kwa hiyo almost wengi yani hawezi kuvaa nguo za bei sana, lakini utakuta wande mmoja nguo za mtumba zipo za kawaida lakini zinakuwa kali, hapo zinakuwa za kipekee yake, yani kiasi kwamba tunaweza kukaa sehemu kibao na machizi nini, ukaa peke yako ndo umevaa hiyo kazi. Na vile vile pia hata kama mtu anajiweza, kuna wengi sana wanavaa mtumba hapo wanajiweza kwa sababu wanapenda kukaa yani kukaa ni peke yake, yani unajua lazima uwe vitu vya peke yako kidogo uonekane. Kwa hiyo siamini sana kama mtumba unakopo labda watu wa hali ya chini au vipi. Mimi nachoamini mtumba ni nguo ambazo anaweza kuvaa mtu yoyote ili mmoja peke yake kipekee fulani yani. Basi haina noma mkali, shukrani sana. Nakubali. Ya bana, kuna mshikaji mwingine hapa tunataka tumuulize. Anakuaje man? Kama kawaida sana. Watu huwa wanavaa mtumba kwa sababu ya level yao ya maisha au ni kuwa amechagua kuwa ni style yao au fashion yao, ni namna ambao watajionyesha kwa mbele za watu? Unaona, kama mimi hapo ninaamini mtumba all the time are the best. Sababu mtumba kuna zile nguo, umeona kama mimi hapo, mimi nimekula mtumba kuanzia juu mpaka chini. Inategemea unakula mtumba gani. Kuna mtumba clean afu kuna mtumba uchafu. Umeelewa? Sometimes unaweza kupata mali kama hii, mtu mwenyewe anaogopa ukimwambia mtumba. Sasa the way inategemeana pia. Mimi naweza nikazima kitu cha mtumba ili mali nisifanane na mtu yoyote. Ila siwezi kuvaa kitu ambacho najua shop nitavaa mimi, wewe utavaa, huyu atavaa, na all the time wanaozima kwenye mtumba ndio wanakuwa watu wabaya. Nisikize mimi ninachokwambia. Man. Unadhani Karume isingekuwepo saa hizi ungekuwa wapi? Karume singekuwepo hapo, sasa hiyo ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Nisingejua ningekuwa wapi. Ila nashukuru hapa nilipo tu hapa. Sio, umeelewa ndugu yangu Unatamani ungekuwa wapi kwa wewe? Napambana kwa sababu malengo yangu nataka nifike mbali. Na kitu ambacho nachokiomba kwa Mwenyezi Mungu ndio maana naona napambana, kwa sababu Karume ipo. Na kama ipo basi inategemeana kuna kitu gani kinachonifanya mimi kitapelekea nitoke sehemu hii nilipo niende sehemu nyingine. Kwa hiyo ni swala mapambano. Basi haina noma mkali, shukrani sana. Mimi nashukuru. One love. Yo bwana, tumemaliza hapo. Majibu mmeyasikia kama ilivyokuwa. Tunaendelea mbele. Kuna washikaji pia tunataka tuwaulize Kinyamwezi. Kuna washikaji hapa wamekaa wamepoa, nao wanauza nguo. Tunataka tuwaulize kuhusiana na biashara zake. Wewe inakuaje wakali? Kama kawa. Kuna maswali nataka nikuulize kuhusiana na biashara yako. Si unafanya biashara ya nguo? Nafanya biashara ya nguo pia. Umeenda kutafuta nguo za mtumba ambazo utaziuza, si ndio? Alafu ile nguo umeipenda ambayo unataka ukaiuze. Uwaga unafanya maamuzi gani? Nguo ambayo nimependa. Yaani unaposema nguo nimependa sijakuelewa kwamba nguo nimependa nivae au nguo nimependa kuja kuna kufanya biashara.
umeenda kutafuta nguo za kuuza. Kuna nguo zile za kuuza, kuna nguo umeipenda, umeiona kali, huwa unafanya maamuzi gani? Nguo ya kuipenda, unajua siku zote kipenda cholola nyama mbichi. Kwa hiyo nguo nikishaipenda lazima tu nitaivaa muina mwenyewe nionekanika kwamba mimi mwenyewe ni mtu wa kupenda vitu vikali bwana. Unajua? Kwa sasa nikaona kitu kikali afu kitu nimekipenda, nikakiweka golini kwa ajili ya mteja. Sasa mteja mmoja atakuta nguo ile ambayo mimi nimenunua au nimeipenda, naweka mulini, hata kama mteja akija nione kwa jamani muuzaji wa nguo. Kwa hata na bei yangu kidogo itakuwa very expensive mzee wangu. Basi shukrani sana, nakubali mwana. Dua. Yo bwana, majibu mmeyasikia kama hivyo. Tunaendelea na kipindi chetu cha Mtaa Stiz. Hapa tunauliza watu kuhusiana na style ambazo zinapatikana mtaani. Unajua, One Love hii ni street. Ya kuna nija hapa tumekutana naye amepoa, unajua? Yupo kazini kwake, unajua? Huu ndo mtaa wake, unajua? Kuna maswali nataka nikuulize hapa. Hivi ukikutana na mteja, kuna mtu anapita, uwaga unajua vipi kuwa huyu mtu anahitaji kununua nguo? Muonekano sometimes. Ya kwa mtu mwingine sasa anaweza kapita kwa muoga. Umeona? Ya. Kama hivyo ni mwanangu. Na pia unadhani kitu gani ambacho kinapelekea watu wengi kuja kwenye mtumba kukimbia duka? Mtumba tokana na official. Unajua mtumba nini mwenye ni uchi. Kwanza mtumba ni kitu kizuri kwanza, alafu unavaa peke yako. Yaani kitu fulani kizuri kwanza mtumba. Yaani nguo kama nguo ya mtumba ni kitu kizuri sana. Yaani nguo fulani hivi tofauti ukivaa hata mtaani yenyewe kwa tofauti. Dukani nguo zinafanana kama uniform. Kwa hiyo mtu anapenda mtumba kutokana na tofauti yani. Ya akija hapa anachukua kitu kizuri, hata kiingia sehemu anakuwa ana tofauti na mtu. Atofautiana na mtu mwingine na kwa hiyo peke yake. Kalume isingekuwepo sasa hizi ungekuwa wapi? Au isingekuwepo? Ingekuwa noma sana blaza. Ingekuwa noma sana. Nifanya shughuli zingine mwanangu. Ila mtumba for life mzee. Basi shukrani sana man, nakubali. Support. One Love. Yo bwana, majibu ndo kama hayo mmeyasikia. Niggas wanasema kwa Kalume isingekuwepo, maybe kuna kazi nyingine wangezifanya tofauti na kuuza mtumba kama tunavyoona, you know. Tunaendelea kutembea kutafuta niggas ambao tunaweza tukawahoji kuhusiana na Mtaa Stiz. Unajua tunaongelea mtaa, style za mtaa. Unajua hapa kuna Mnyamwezi tumemwona amepoa kama unavyoona. Yupo kazini kwake, unajua Mnyamwezi amepoa. Kuna maswali nataka nikuulize kuhusiana na fashion. Hivi kuna uhalisia wote kwa watoto wa kishua waga wapoi tofauti na sisi ambao tunavaa mtumba, tunavaa kutoka street? Sahihi. Watoto wa kishua, unajua Unyamwezi ni tofauti. Na Mnyamwezi sio lazima avae nguo za duka. Angalia sasa hivi Wanyamwezi wengi sana wanavaa sana nini? Wanavaa sana mtumba yani. Kwa hiyo watoto wa kishua wengi sana wanavaa nguo za duka, hawapoi kama wanavaa nguo za mtumba. Unadhani Kalume isingekuwepo ungekuwa wapi sasa hivi? Hata kama Kalume isingekuwepo, lakini soko la mtumba, chimbo la mtumba lazima lingekuwepo. Usitake kuniambia duniani kusingekuwa na mtumba yani. Kwa hiyo mtumba lazima ungekuwepo hata kama Kalume haupo. Masoko mengi hapo kuna Tandika. Kwa machimbo ya mtumba hapo mengi sana. Basi ina noma mkali, shukrani sana. One Love.